Haya, tuende kwenye Dudumisi leo. Dudumisi leo limejikita kwenye nini? Usije ukataja habari. Ulozi wataja, tunakupiga mpaka tunakutoa nje. Yaani wale wako useme neno ulozi. Bwana, leo nina taarifa kubwa sana kwa wapenzi wa mpira wa miguu na michezo hapa Tanzania. Kuna taarifa za kikachero zinasema kwamba mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa kampuni ya klabu ya Simba Mohamed Ghulam Abbas Dewji almaarufu Mo Dewji anafikiria kuwekeza au kudhamini klabu 10 kwenye ligi kuu NBC msimu ujao. Inaruhusiwa? Kabla hajaenda mbali, inaruhusiwa? Swali zuri. Kwa sasa hatuna kanuni ambayo inazuia kwamba mdhamini mmoja kudhamini timu zaidi ya moja kwenye ligi. Hakuna hiyo kanuni. Ligi hapa ya sasa ambayo inaelekea kumalizika, mdhamini wa klabu ya Yanga kwenye masuala ya jezi na mambo mengine ya kifadhili ni GSM. Yeye pia anafanya udhamini kwenye klabu nyinginezo. Mfano Pamba, Coastal Union, Namungo, klabu ya Mashujaa ya kule Kigoma na nyinginezo ambazo zinafika 8 kwenye ligi ndani ya timu 16. Pamoja na Yanga yenyewe ikiwemo. Sasa mwanzoni kukawa kuna mijadala kwamba huenda kuna mgongano wa maslahi kwa sababu yeye lengo lake ni Yanga ishinde. Kwa hiyo anaifadhili Yanga. Lakini kwenye mkataba anaidhamini kwenye eneo la jezi. Kwa hiyo watu wakawa wanapaza sauti sana. Kwa nini iko hivyo? Wasiwasi unajua ulikuwa nini? Kwamba huenda baadaye inaweza kafika hatua kwenye moja ya timu ambazo wanadhamini Yanga ikawa na mahitaji aidha ya ubingwa, basi kwa kuna njama za kupanga matokeo. Kwa hiyo ndio ilikuwa hofu ya wapenda mpira wengi. Kwa namna yoyote fanya mfanyavyo, lakini ushindi ni kwa Yanga. Kwa nini ilikuwa rahisi kuwaza hivyo? Iliwaza hivyo kwa sababu tayari wana mahusiano ya kibiashara. Kwa hiyo kila timu huenda ingekuwa kwenye nafasi ya kusikiliza ili kesho ipate tena mkataba tena iendelee kusurvive. Kama ambavyo unajua fedha ni muhimu sana kwenye timu zetu. Sasa hili limepigiwa sana kelele. Tushawahi kutafuta watu wa TFF, mzee wetu Boniface Wambura, mzee Mgoyo, yeye ni mkuu wa idara ya habari, sheria na masoko ya TFF. Ili swala lipo kwake. Akasema kwa sasa hakuna kanuni inayokataza. Kwa hiyo mfadhili yote. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi imewezekana GSM kuwa kwenye timu 8 za ligi kuu. Sawa? Kwa hiyo kwa msimu unaofuata hatujajua kama hiyo kanuni itapita. Na ili kanuni ipite, maana yake inabidi kwenye mkutano mkuu wa bodi ya ligi zile timu ndio zilete maoni. Bwana, msimu uliopita tuliona kuna hiki na hiki. Tunaomba msimu huu kisiwepo. Wakikubaliana wao inachukuliwa kama mswada. Inaenda kujadiliwa kwenye kamati kuu ya TFF ya utendaji, ile secretariat. Wanakaa wanasema jamani, hao tunaowasimamia wenye mpira wao ambao ni klabu wameleta hili jambo. Je, kuna uelewa wa ziada wa kisheria tulitazame kwa ukuu wetu kabla tujalifanya kuwa kanuni? Alafu wao wakishatazama na wanasheria na mambo yao wanaikubali inakuwa kanuni. Alafu zile klabu zinapewa mrejesho, bwana, kile mlichokiomba kwenye kikao namba 1 2 3 kimepita au hakijapita. Sasa kabla hauko hakijafika, tayari nimepata taarifa za kikachero kwamba Mohamed Dewji anafikiria kudhamini klabu 10 za ligi kuu msimu ujao. Sasa kama wadau wa mpira walikuwa na wasiwasi kwamba GSM na hizi timu 8 huenda wakawa na urafiki, huenda kwa kuna issue za kupanga matokeo, ulikuwa wasiwasi wao, basi wajue msimu unaofuata Mo Dewji naye anakuja, wasiwasi utaongezeka. Kama watu wana wasiwasi utakuwa maradufu. Yaani wakae wakijua kwamba taarifa za kikachero zinasema usiseme tu Mo Dewji anakuja. Lakini labda mimi nina mashaka yangu, labda unisaidie hapo. Hatuoni kwamba hata kinachoendelea kwa sasa, sijui utanisaidia. Hatuoni kwamba inaleta athari kwenye soka letu la Bongo. Ligi inachangamka kama ligi ndio inakuwa haina mvuto tena. Kwa maana kwamba
hofu inakuwa pale kwamba sasa kwa sababu labda Yanga tuchukulie Yanga kwa sababu GSM labda wamefadhili hizo timu. Huenda Yanga kwa sababu ndo timu kubwa itakuwa inaangaliwa zaidi bila hata kuangalia hizi timu nyinginezo, kuzipush, kuzisogeza kwenye nafasi ambazo ziko bora zaidi. Hapa ligi inakaa vipi yani? Wasiwasi wangu uko hapo. Okay. Kwanza hili jambo lina pande mbili. Pande moja ya faida ni kwamba hizi timu zinapata msaada wa kuwa na fedha za kujikimu na kuboresha maisha na kuboresha standard, viwango vya maisha vya kwenye timu, vya shughuli za kila siku, malazi, usafiri na nini, kwa sababu mnadhaminiwa. Ndio. Zile fedha tunajua umuhimu wake. Lazima, kwa sababu kuna hayo mazingira, basi ni rahisi wachezaji, benchi la ufundi, uongozi kuconcentrate kwenye mchezo na ushindani ukawepo. Sawa. Zile fedha zinasaidia kuwa na mazingira rafiki ya ushindani kwa sababu mnakuwa kwenye mazingira mazuri. Hii ni kwa upande wa faida. Sasa upande wa changamoto ni wasiwasi wa mahusiano. Kwamba leo mimi ni Simba, leo mimi ni Yanga, nilidhamini timu Kilenga FC. Lakini mimi na maslahi na matokeo ya leo. Namfuata Kilenga FC. Bwana, mimi nakudhamini kama unavyofahamu. Lakini kwenye mechi hii Nataka matokeo. Hebu sinikazie mimi na umuhimu nayo, nikishinda mimi nakuwa bingwa au nakaa kwenye nafasi za kwenda kimataifa. Sio, unaelewa? Sasa Kilenga FC akisema hapana tucheze mpira na hofu, akinikwaza mkataba ukiisha mimi naweza nisirudi kwake. Na ataingia ataumia kwa sababu ana shida ya pesa. Kwa sababu Kilenga FC ana shida ya pesa, mimi nitacheza mechi nitalegezewa. Alafu nitatoka huko mbele nitasema mimi bingwa, hakuna kuniweza, lakini kumbe Kilenga FC moyoni anajua ile Abisa FC mimi ndo niliiachia. Sasa huu ni wasiwasi ambao kudhibitisha kuna ugumu wake. Na ndio maana unabaki kuwa wasiwasi. Sasa kama wasiwasi ulikuwepo kwenye hizo timu 8, basi msimu unaokuja taarifa za kikachero zinaripoti kwamba Mohamed Dewji anafikiria kudhamini timu 10 kwenye ligi kuu. Maana yake sasa kuna zile 8 ambazo zipo zinadhaminiwa na GSM ambazo zitaendelea mkataba na yeye, nyingine atakuwa nazo. Kwa hiyo timu moja inaweza kawa na udhamini wa GSM kwenye bidhaa moja, alafu na Mohamed Dewji kwenye bidhaa nyingine. Kama mna wasiwasi hizo za GSM ziko wazi au na zenyewe ni fununu? No, wamedhamini, iko wazi kabisa. Wamevaa kwenye chapa wanazo kwenye jezi zao Pamba, Union na Mungo. Wanacheza mechi na wao wanasema wana shida, wameingia mkataba. Kwa sababu hakuna hiyo kanuni inafanyaje inaotubana. Kwa hiyo inaweza ikaleta maana nyingine kwamba sasa, au inaweza kapelekea watu wakaondoa wasiwasi, sababu team A inadhaminiwa na moja ya wadhamini kutoka Yanga na mwingine kutoka Simba. Kwa hiyo inawezekana mtu akawaza basi ushindani ndio kwa mzuri, hiyo timu si iko neutral. Lakini wasiwasi utakuja tena kwamba sawa, inaweza kaa iko neutral, lakini mahusiano yaliyojenga hayawezi kuathiri upangaji wa matokeo siku timu yote kati ya hizi. Zikana uhitaji wa huo mchezo itakuwaje? Na huenda labda wakawa wamecheza tu vizuri, yani kawaida fairly, lakini ikaja kuonekana kwa sababu ya udhamini, wasiwasi. Wasiwasi ukaja, hii mechi hata tuna wasiwasi. Nadhani sasa kuna haja ya kwanza ya kufanya tathmini kwa msimu huu. Utumike kama case study kabla ya kutunga sheria. Je, ni kweli tuliona vya sheria vya urafiki kati ya Yanga na hizo timu nyingine ambazo zimedhaminiwa na GSM? Hiyo tafiti haiwezi kuwa rahisi tu dakika moja. Ikifanyika tukijiridhisha kwamba kukuwa na hizo elements, tunaweza tukaacha soko huria kwa sasa. Lakini tukigundua kama kuna shida, ndio tunaweza kuja kwenye kanuni, sababu kanuni lazima ije kutibu tatizo na kuandaa mazingira mazuri ya ustawi huko mbele. Sawa Bisai Junior Steven, tunakushukuru kwa taarifa hizo. Unakumbuka pale nimekwambia ukipata mapochopocho ukalipa na kadi yako ya NMB unapata punguzo, ama ukaenda kununua mafuta kwenye gari yako ukalipa na kadi ile, sasa sio punguzo, sikia wewe, unapata rejesho la hadi 10%. Tafadhali bwana, nakueleza taarifa hizi hapa, yani kwa kanisikia moja kati ya vigogo pale NMB ameniambia, sikia baby mama, yani wewe kama unaenda zako leo, si Friday, popote unakokwenda kula bata, wewe anza kulipia kwa kadi yako ile, ama unatumia NMB Mastercard au lipa mkononi QR, umelipa 30 wewe. Sikiliza, ukifanya hivyo unarejeshewa mpaka 10%. Kwa hiyo usije ukaenda kula bata tu afu unatoa macho. Lakini pia ili uweze kulipa kwa staili hiyo, chukua kwanza ile NMB mkononi, afu anza kufuata vigezo na masharti. Namuonesha, chukua mkopo. Naona mambo haya.
saa 12 na dakika 14 na asubuhi. dakika 14. Hela imetumwa wapi kwanza? Mpaka Shahidi yangu asome. Mimi nikisoma sipani ujumbe. Tutamtangazia huyu. Ni kituo kimoja hapo cha mafuta. Sasa. Umenunua mafuta kwa hiyo sasa endelea kufuatilia hapo, utagundua umepata mpaka 10%. Naona mambo yako yanakuwa mazuri kabisa. NMB wanaendelea kutoa taarifa nyingine nyingi tu nzuri. Uzuri ni kwamba kwa wewe ambaye una shida na mkopo, huna haja ya kuwa na dhamana nyingine yoyote. Kwa hiyo fanya tu hivyo kwa kubofya *150 *66 alama ya reli, kisha fuata maelekezo pale, mambo yatakuwa mazuri kwako. Twendeni G Sport Jumapili hii hapa kwenye meet and meet, tukale nyama, tukazungumze na marafiki, tukaenjoy, tukafurahi. Ni hapa roundabout ya kwenda White Sand. Ukivuka tu daraja la Nyambizi, kulia kwako unazama pale ndani, unakaa, unatulia, unakula nyama utakavyo, unaenjoy na kufurahi. Na kila Jumapili tunakutana pale saa 4 asubuhi mpaka saa 6 kamili usiku.